anarudi. Anakwambia sikujua, basi unamwambia basi rudi hapa, uliacha kukanyanga hapa, haya rudi hapa, forward, twende, tunaelekea kule. Na wote, hata wale mitume hodari, wale wakubwa, walilelewa hivyo. Wa mwisho yule mdogo sana wanasema ni mwalimu. Mwalimu uwezo wake ni kuchambua neno la Bwana, kwa sababu neno ndio weka watu kwa misingi. Unakuwa unajua ukweli kabisa, hata unajua siku ile nitafanya dhambi ili nirudi kwa Mungu nifanye hivi, siku ile nitaona mambo haya basi nifanye hivi, nikiona hii shida hata ninaelewa, nikiona sina pesa nianze kuangalia wapi. Yani you are grounded in the word of God. There is no way fear can attack you. So kazi ya mwalimu wanasema ni hii kidole kidogo cha kutoa kila uchafu wote ndani ya mwili wa Kristo. Uchafu unatoka. Sasa hizi huduma zote zimetengenezwa kwa ajili ya kanisa. Ni kubwa sana. Sasa siwezi enda deep, lakini tuende mstari wa 12. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Fika, simamia hapo. Kwa kusudi, hao watu wote wameitwa ili kukamilisha watakatifu. Mimi niliwaambia niliitwa chaji moja kwenda kuvunza leaders, nikawafunza, na nilipowaita niwaombee, nikapata wote kila mtu ana pepo. Kiongozi wa department, kiongozi wa praise, wote sasa wanagaragara wa mapepo yanapiga nduru. Sasa unashindwa, huyu pastor mimi nilimuona nikamhurumia kabisa kabisa, yani nikawa basi, yani unashindwa. Na kinachosumbua watu ni ile feeling ya kwamba our church, Yesu aliita watu mwili uwe mmoja. Kwa nini? When your mind is our church, na wewe ni mchungaji, Biblia inasema, kumbuka Biblia inasema mitume waliposikia Samaria watu wameokoka, wakatuma Petro huko ili watu wakaombewe wajazwe Roho. Filipo pamoja na injili yake, pamoja na kukorofisha mchawi kule, hakuwa na uwezo wa kuombea watu wajazwe Roho. Sasa kazi ya Mungu inataka understanding ya kwamba hii siwezi, kwa sababu mwili wa Kristo ili ujengwe kunahitajika huduma hii, kunahitajika mwalimu, kunahitajika hii, kunahitajika hii. Na nimesema yule ako advantage kidogo hapa ni mtume. Wanasema mtume ni hii kidole inakamata hivi, inaweza fanya na hizi zote. Lakini nayo ukienda kanisa ya mtume utaipata kila mtu ako radical. Wanafikiria kanisa ya Paulo watu wanahubiriwa mpaka usiku wa manane, mmoja anaanguka anakufa anafufuliwa, wanaendelea kuhubiriwa. Wanafikiria hiyo ni kanisa ya mchezo hiyo. Umekaa hapo, mmoja amejifanya amezinzia akaanguka akakufa anafufuliwa, amuka akasikize injili. Ukufe unafufuliwa, waamuka wenda usikize injili. Sasa kanisa kama hiyo ni kanisa ambao iko radical. Hata kama anaongea, wanasema pengine mtume Paulo anaweza kuwa ni mtu alikuwa akihubiri anaboesha. Manake wanasema akiwa kwa mwili ni alikuwa anasema vile watu wakinisikiza lulu walikuwa wanasema ukiona amazing akai kana kwamba ni yeye.
Sasa walikuwa wanasema Paulo akija ni mpole sana, lakini anaandika nyaraka nzito sana. Nyaraka zake ni nzito sana, anaandika vitu nzito, lakini akikuja ni mzuri. Kwa hivyo walikuwa wanatamani akikuja kuliko kuandikia barua, maana anaandika nzito. Sasa agenda ni mwili wa Kristo ujengwe. Na ukipata kanisa mahali ambao lina mwalimu, lina mchungaji, alafu aamue hiyo kanisa ataihudumia yeye bila kuita watu wengine, I'm telling you, utapata washirika pale ambao they are supposed to be mighty but they are weak. Ni wadhaifu kabisa. Utapata watu yani ni wanyonge kabisa, ni wadhaifu kabisa, na si kwamba wana kasoro, ni kwa sababu hawakuli balanced diet. Kwa hivyo kuna uwezekano waka develop sukari ya kiroho, kapata wote wamepoteza macho. Unashindwa, mbona huko hatuoni mambo? Mlipatwa na sukari. Bwana Yesu asifiwe. Ukipatwa na sukari, unajua macho inapotea. Unanishika? Hebu tuwekee Kiingereza tuone hii alafu. Their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. Jukumu la mitume na manabii na walimu wote tunastahili, tukikaakaa tuna manabii. That is why we pray for our prophet. We have saa zingine tuna invite my prophet, but sometimes we need our own prophet. Bwana Yesu asifiwe. Wainuke hapa watu ambao wanaweza simama wakatabiri, wakahubiri, wakasema we mama leo umelala kwa jirani, na ukawa umelala kwa jirani. Ukisema hivyo kanisa yote inarudi kwa laini. Bwana Yesu asifiwe. Watu kama hao ambao tunaweza omba akasema wewe mama wewe, na tunampea nafasi ya simama aseme hapa kuna mama amelala kwa jirani na anaitwa fulani, na akikataa na shikwa na Roho Mtakatifu mpaka na confess yeye. Sasa hiyo hali inafanya church ikuwe takatifu, inafanya kanisa ikuwe takatifu. Lakini sasa mkikosa manabii, utakosa, kwa sababu nabii atawatia moyo, atawa encourage, atawaeleza ya kwamba Mungu ako karibu kuja, atawatia moyo, atawajulisha vitu vinavyokuja. Lakini sasa kama kanisa itakuwa ni yetu, then kama tuna huduma moja, hata wewe ukikula maharagwe kila siku, sio utafika mahali waache kukula. Haya, mstari wa 13. This will continue until we all come to such unity in our faith. Hii inastahili kukua mpaka tukuje katika ukamilifu wa mwili wa Kristo, umoja wa mwili wa Kristo. Wapendwa, ngojeni niwaambie, as long as kuna kanisa inajisikia wao ni bora kuliko wenzao, bado hatuna umoja. Mi nimeinteract na wachungaji, and sometimes mi watu unishangaza. Unapata mshirika wetu kutoka hapa aende kanisa ingine, ni kesi. Hata leo kuna pasta mwingine alijenga kanisa akiwa jirani na mshirika wetu, na nikamupea. Leo nimemuuliza anaendeleaje, akaniambia anaendelea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Nimemuuliza anaendeleaje, akaniambia anaendelea vizuri, ni mzima. Ni mzima. Kamwambia basi Mungu akubariki. Yaani kuna mahali inafika kwamba ukiwa hapa, kuna watu nimeinteract na wao, especially wakati nilikuwa niko Lulu.
Mtu anakuja hata ni mchungaji kabisa, namwambia nasikuje kesha tuombe. Ananiambia we, mimi ni pastor, nikija huko nikionekana itakuwa ni fujo. Yaani saa hii tuwe Pastor George hapo Kilulu hawezi ingia kanisa ingine, basi akiingia tunaenda kumkorofisha. Yaani mtu mzima kabisa, wewe una miguu yako, una macho yako, uko sawa, basi tunakuchunga sisi. So unapata ni shida. Na huyo ndugu, unapata ndugu wengine sio kwamba wana kasoro, wamekosa, anasikia hiyo kitu, hiyo ndio niko nayo, na ningeipata hiyo ningesaidia ile huduma niko nayo. Basi namwambia wewe, si tunakujanga kesha, njoo hapo omba na kila mtu, wacha tuombe. Wewe ukitoka nenda, yale umeona unaweza apply kwako, nenda ka apply. Niambia wewe, nikijulikana basi ni hivyo. Wewe hebu niwaulize saa hii, nyinyi mnajua wale watu tunashiriki nao hapa Jumapili wako wapi? Si wote wako kwao, wanafanya shughuli zao. Yaani tukisikia mtu basi alialikwa na jirani yake waende kanisa, basi tunaanza kumwanda. Jambo moja, kama wewe ni mtu mwaminifu, pengine wewe ni be responsible ya kwamba mimi hii kesha ninaenda. Kama unaweza ambia pastor ni sawa, kama unaweza ambia kiongozi wenu ni sawa. Kazi yenu mupange, wenda usalimie na urudi. Na ikifika mahali usikie sasa uko naenda kuko sawa, njoo utuambie. Ikifika mahali usikie uko sasa ndiko unasikia kitu inaenda mzuri, njoo utuambie, na mimi nitakusikiza zile reason uko nazo, nikwambie ni sawa. Kuna wengine watasikia kwambia wamenikwaza kwaza. Ukikwazwa hata kule unaenda utaenda kukwazwa. Ikiapeni ati nimekwazwa ndio, hebu niwaulize. Lakini niliwauliza ile siku ingine, kazi walimu, wewe ndio unafanya kazi msichana wangu, kule mkikorozana huko kazini unaacha kazi, unapambana hivyo hivyo. Mbona huko kwa Mungu watu wakikwaruzana wanaacha? Mbona hawapambani hivyo hivyo? Huko kwa Mungu watu wakikwaruzana nasema niache. Kule kazini mnapambana, hata unapata mtu analia na bado haji kwenda. Lakini huko kwa Mungu ikileta matatizo tu wakae huko na ujui mbosi aliyekupa kazi. Unapata mtu hata analia, amefunga siku 7 apate jawabu, meneja abadilishwi, mpaka anakuja kuomba waelewani. Ukipata mtu ni mtoto anasema huyu meneja namwamisha kwa imani, ataama kesho, unampata ndio kitambi kinaendelea kusonga. Kesho unapata kitambi kinakuwa, mpaka inafika mahali unasema Mungu nipe neema nikae naye hivyo. Ungeomba hivyo mwanzo. Unajua wapendwa, ngojeni niwaambie, I think best thing is to understand ni nini what you can do, kwa sababu kama mwili wa Kristo utajengwa, alafu sote Biblia inasema to search unity in our faith and in knowledge of God God's Son, that we will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. Kuna standard of Christ where hakuna mtu wa kanisa hile wala kanisa hii, sote ni wamoja. Tukienda mkutano sote ni wamoja. Tukisikia kuna crusade unaenda ni moja, kwa sababu the measure ya ile crusade unaenda inastahili iwe ndani ya moyo wako. Unasikia roho inakwambia huku si kuzuri. Lakini ikiwa basi ni usikiwe na pastor, siku ile utahamia na Nairobi utaenda kusikiwa na pastor yupi? You are supposed to be mature enough to kuja in the fullness of the body of Christ. Now tukifika hapo
Hatutakuwa na mashindano. Tutakuwa tukialika watu, wanakuja. Watu wa sisi wakituona tunakuja, kwa sababu kuna sense nimekuja kuiona katika body ya Christ. Wale watu wanakaa kana kwamba wanaendelea vizuri, wanajifanya sana, na wale watu nao wanakaa kana kwamba hawajakuwa, nao wanaongopa wale wanaendelea vizuri. Wanaona kama basi, wanafikiria kanisa yao ni zizi la kufungia watu, hawataki wakitoka. Ngojeni niwaambie wapendwa, tumeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Na tumeokoka, the level and the measure of our faith is Christ, na agenda ni ukamilike. Kuna mtu anaweza kukua hapa akaenda kuwa msaada kabisa, msaada mkubwa kwa kanisa yao kabisa. Unaweza toka hapa yule mtu amekaa hapa mwaka mmoja, kuna mahali unaweza enda ukawa msaada kabisa kwa hiyo kanisa. Kuna mtu akipata nafasi za kukuja fellowship zote, na kama kuna kanisa akawa msaada, kwa sababu agenda sio kanisa ya love of God. Agenda ni kukamilisha mwili wa Kristo. Mwili wa Kristo ujengwe, kila mtu asikie, yani tufikie katika umoja wa imani, ya kwamba kuna, unajua the most complicated watu religion wanasema ni Christian. Hata unapata Biblia ni moja, lakini hawaelewani. Biblia ni moja, lakini hawaelewani. Kwa nini? Kwa sababu we are not mature in unity. Bado kuna watu wana criticize kupatiza. Unasema ukipatiza kwa full unakosea, unastahili ukapatiza kwa mto. Ukipatiza kwa bahari sijui unakosea, kwa bahari kuna majini. Sasa ukiongea na lugha hizo ni kelele, ukitoa pepo ni kujifanya. Sasa unapata kuna vitu kidogo na tusumu. Bado ninataka niwaombe kila mtu amachue, elewa, read the word, commit yourself God, create yourself on the word of God, and make a decision to walk in the fullness of love of God. Sasa kwani haiendi mzuri? Inamisha kichwa chako nikuombe. Baba, ni asante kwa neema yako, na kushukuru kwa ajili ya wapendwa hao wamekuja siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Wacha neema yako ikatutoshe. Waja Bwana wa mabwana ukatuhifadhi na utulinde na ututangulie. Naombea hawa wapendwa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa Mungu aliye hai, hatuna mahali pengine Bwana, tumekuja kwako na tunaomba tu rehema zako zikatoshe kila mtu anayekutegemea. Imarisha watu wako, watie nguvu Bwana, kwa maana wewe ni kuna Mungu aliye kama wewe Bwana. Wabariki na kuwaweka mikononi mwako, nikiwa na imani ya kwamba Bwana utatutenda wema na utatuhifadhi na utatutangulia. Asante Bwana, ni kwa sababu umekuwa Mungu mwema na unastahili kuabudiwa. Asante kwa yale umetenda, asante kwa ukuu wako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa yale umetenda Bwana. Tunakutukuza na kukuinua, maana umekuwa Mungu mwema. Wabariki na watende mema, wache gharama hizi zikadhihirike kwao. Asante Bwana, tunatangaza chochote ambacho kinashindana nazi tutakishinda, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Mungu awabariki na watende mema. Tunatoa sadaka zetu, wekee paybill hapo.